Maisha ya kijijini yamenishinda. Sengele. Mimi hapa toka lini mjomba ashashunga ugali saa 6 hapa? Kama sio miogo huko tafuna nimeshindwa. Kiko hapa ni kwenda mjini basi. Umetua hapa. Sikia nikwambie English. Usijione kwa sababu umeota ndevu mapema unataka kunipanda juu. Kuota ndevu ni kipaji ndugu yangu. Sasa kama ni kipaji naomba usiniondolee adabu. Mjini hatwendi. Hatwendi. Sikiliza. Wewe na mjomba wako hapa ndani hamtaika. Kama hatwendi mjini ndugu yangu hamtaika. Asitia yeye madevu hapo amekaika. Mimi hakuna heshima yote nitampatia. Mimi nataka kwenda mjini basi. Kelele. Mimi nishakwambia hapa hatutoki hapa. Tunabaki hapa tunalima, ikibidi tunajenga nyumba hapa tunakaa. Nani? Sina raha mjomba. Hata mimi sitojisi vizuri. Mjomba, unajua mimi sikupendi kukuona huko katika hali kama hiyo. Mimi napenda nikuone huko na raha mjomba. Mjomba inaniuma sana mjomba. Mjomba mimi nimewazoea mkiwa nyinyi na mwenzio. Hivi tangu mdogo wako amefungwa jela sina raha kabisa, najisi kama nina kidona ndani ya nafsi yangu. Unajua huko ndugu yako alipo. Najua anateseka sana. Mjomba, sikia basi nikwambie. Unajua yale yote Mungu ndio labda haujui ametaka kufanya nini. Yeye ndio anajua kitu ambacho amekipanga. Sio Mungu mjomba. Kama ni njama za ule tajiri utajuaje? Hamna mtu anaendelea vizuri huko jela. Huko jela ni sehemu ya mateso. Unajua na ndugu yako hakuna kingine kitu anafahamu zaidi ya ujinga, kiburi. Kibaya lakini kiwe chako. Sawa mjomba, mimi nikuelewa. Lakini unaposema hivyo unamkufuru Mungu. Kumbuka yote ni mipango ya Mungu. Na yeye anapotaka kufanya hivyo, labda ni kitu anajua mwenyewe. Mjomba, mimi nawajua matajiri. Matajiri wengi wana njama mbaya sana. Na sidhani kama anaweza kuwa iko vizuri huko alipo. Jela hakuna mtu anaishi vizuri zaidi ya kuvuta bangi na kuteswa. Mjomba, mimi naomba tu tuyaache yasahau. Mungu akimjalia atafika kwa usalama. Mimi naishi usibaki unajitia mawazo tu ya bure. Inaniuma sana mjomba, inaniuma sana. Sawa mjomba, najua inakuuma lakini unapaswa uvumilie. Kila siku wanasema kibaya ubora kiwe cha kwako. Ndio mjomba, hiyo moja naelewa. Lakini sio kubaki tunamkufuru Mungu. Atamjalia atatoka kwa usalama. Mjomba, singe shule.
Maraba, karibu mwanangu. Karibu sana mjomba. Karibu sana. Mjomba, mbona naona huna raha? Mwili wako umeharibika, kama haupo sawa. Wewe acha tu mjomba. Kimetokea mbona naona kama umeharibika sana, na sura naona kama imeharibika kabisa, na ndevu nyingi. Mjomba, yani mimi naumia sana mjomba wangu. Mjomba, laiti kama ningefuata yale maneno yako mjomba, yani singekuwa hivi katika maisha yangu. Kwa hivyo kwa sababu sikufuata ushauri wako. Mjomba, mimi mbona nimekuwa nimeshakusamehe siku nyingi tu. Najua ni kawaida katika maisha. Nakumbuka wakati unatusindikiza kupanda basi. Hivi wewe mjomba samesha kuonya na fimbo yako? Sikiliza. Kaa chini nikwambie ambacho nimekuitia. Tu nikae juu. Mimi sikuulizi hivyo. Nakuuliza kwanza hiyo fimbo. Fimbo ndio nilikuita hapa. Nijibu kwanza kitu ambacho nakuuliza. Mimi ndio nimekuita hapa. Kaa chini. Sawa, nakaa. Nimeshakaa, niambie sasa. Sikiliza. Maisha ya kijijini yamenishinda. Singeli. Mimi hapa toka lini mjomba ashashunga ugali saa 6 hapa? Kama sio miogo huko kutafuna nimeshindwa. Kiko hapa ni kwenda mjini basi. Nimetua hapa. Sikia nikwambie English. Usijione kwa sababu umeota ndevu mapema unataka kunipanda juu. Kuota ndevu ni kipaji ndugu yangu. Sasa kama ni kipaji naomba usiniondolee adabu. Mjini hatwendi. Hatwendi. Sikiliza. Wewe na mjomba wako hapa ndani hamtaika. Kama hatwendi mjini ndugu yangu hamtaika. Asitia yeye mandevu hapo amekaika. Mimi hakuna heshima yote nitampatia. Mimi nataka kwenda mjini basi. Kelele. Mimi nishakwambia hapa hatutoki hapa. Tunabaki hapa tunalima, ikibidi tunajenga nyumba hapa tunakaa. Nani? Sasa huyo ugali yenu unataka kusongea. Wewe huna mkono wa kwenda kutafuta pesa na ukaleta wewe unga ukasonga ugali. Na kwenda mjini nani kakwambia eti mimi nataka kwenda mjini? Mimi mjini siendi. Tukae hapa ni kwetu, tuna familia. Tunakaa hapa. Please Sengeli. Lakini mbona mjomba ashakuvuruga wewe? Ashakuroga maskini ya Mungu. Ashakuharibu mjomba. Ashakuharibu maskini ya Mungu. Weka kimya. Na huko mjini nauli utaitoa wapi? Kwani kiko pale. Nini? Tunauzisha kiwanja cha mama, kipande kidogo tunaenda. Hivi una akili timamu? Wewe una akili timamu? Kipande hatuuzi na mjini hatuendi. Hatuendi kwa taifa yako nasema hatuendi. Tunabaki hapa kijijini. Hatuuzi shakutupale. Hatuuzi. Na kwenda hatuendi. Tunauza tuuzi. Hatuuzi na hatuendi. Yaani wote mnakuwa kama hapa ondoki mtu mimi nakwambia. Hiyo tunakwenda mjini. Wewe hizo bangi uvute mwenyewe. Sasa afadhali amekuja. Mjomba. Ni hivi. Tumeongea na Sengeli. Nasema hivi, tunataka kwenda mjini. Sasa tumefika kwako hapa, tunataka tu baraka zako. Basi. Kwako adabu. Unafikiria nani ambaye atakupa baraka? Samahani. Weka kimya. Mimi na watu kuelewana hivi. Kwanza chukua hichi kibiletu sio viazi huko ndani. Chukua, simama. Hebu simama kwa sababu hiyo viazi huko ndani. Mjomba, mimi naona tu usichukulia. Mimi naomba unisikie mjomba. Mimi nasi tukifika mjini hayo yote nitarekebisha. Naomba tu turuhusu mjomba. Sawa. Nimekubali kwa ajili yako. Mjini mkenda, jitahidi kumshauri sana ndugu yako. Ila nitakuomba kitu. Huko mjini mnapoelekea, jitahidi kumshauri sana ndugu yako ule ujinga aliokuwa nao ili aweze kujirekebisha. Na
na akiendelea na zile tabia zake mbaya, sidhani kama mtafaulu. Sawa mjomba, mimi nitafanya jinsi unavyoambia. Nitafanya jinsi unavyoniambia na ushauri nitautekeleza. Mjomba, mimi naomba tu usikie ambavyo nakukwambia. Mimi nitamweka sawa tufika mjini. Nitafanya hivyo. Nitajaribu kuwa namwelewesha na ataona kuwa ambayo anayofanya si mzuri. Shamaliza mdogo wako. Bado jamani. Bwana Engeshi. Wewe umesahau kama safari ni mapema lakini. Fanya haraka mjomba. Safari ya mapema. Subiri nitafunga mjomba. Tuko katika safari. Mjomba, mimi naona tungeangania sasa. Sema nitagusia sana kwa mdogo wako. Hizo tabia zake mbaya, chafu, za ujinga. Naomba ziishie hapa hapo na utapanda hata gari. Sawa mjomba, mimi nahisi mambo ambayo tumezungumza yote yatakwisha. Sasa twende huko bani. Sawa, mimi nawatakia safari njema. Haya mjomba. Nawatakia safari njema. Shukrani. Sisi tunatoka milimani na tunafika mida tu kidogo. Alafu hatuna hela ya kula. Tumekuwa tunaomba tusaidie kama 200 hivi. Tuweze kula. Sasa nyinyi mnatoka milimani, si ndio? Milimani pasi gani? Sisi tunatoka milimani, Itega milimani. Na mnakwenda? Tumetoka kijijini tunakuja kutafuta kazi huko, lakini hatuna ndugu yoyote hapa. Sasa mnakuja kutafuta kazi? Yaani nyinyi mnakuja kutafuta kazi, hamna mtu ambaye mtafikieko? Au sikia niambie. Mimi sina hela. Hapo unaponiona mimi nimelala njaa. Yaani hapa naenda kuomba hela pasi ambayo jana nimefikisha uchafu wangu kwa sababu mimi kuna kazi naoga nafanya. Sasa naenda kuomba hela yangu, jana wameniambia nitakuja kuchukua leo ndio ili nipate kula. Sasa labda
Nimekuwa naomba basi tupate sehemu ya kulala kwa siku tu ya leo. Mko pamoja na wale? Huyu hapa ni ndugu yangu, tumekuja pamoja. Sasa napeleke nyumbani. Sawa, utachukua. Oya. Geshi. Anaitwa nani? Geshi. 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 Sasa niwasaidie. Sawa. Masai. Yuko ameenda sokoni. Jirani zangu hawa. Jamani karibuni. Mnangoje mimi ndio niwaanzie. Karibuni. Bwana vua viatu hapa sio msikitini. Wakati mwingine wanatokea wengine na viatu tu. Sio msikitini hapa. Karibuni. Karibu. Hapo ndo napolala mimi, kulala kwangu hapa. Maisha haya. Yaani mtu toke kushughulika huko uje kutafuta maji tena. Sasa mtu umalizie mikono alafu ya kuchota itakuwa baadaye. Kono lala na samka. Sengere, Geshi. Wewe Geshi? Naam. Sengere? Sengere? Naam. Hebu njoo huko mara moja. Njoo na wewe ndugu yako. Unajua kitu ambacho kinafanya mimi nawaita hapa ni kitu kimoja. Unajua kwamba mimi nimejitolea kuwasaidia kutokana na matatizo yenu ambayo mnayo. Kwa sababu unajua kwamba maisha ni ya Mungu na kila kitu huwa kinapanga Mwenyezi Mungu. Na kama nimeamua kuwasaidia, nataka tuishi kama ndugu zangu, tuishi kwa upendo, tuishi kwa amani. Na sihitaji pakuje mtu eti agundue kwamba mimi na wewe sio mimi na nyinyi tuko wandogo. Nahitaji kwamba kila mtu akija tukutane sote tuko sawa. Na ajue kwamba sio tuna moja. Ndio kitu ambacho kimefanya mimi niwaite hapa. Na nasema kwamba kuhusu vitu vya kazi, kwa sababu mimi kuna sehemu ambayo naoga natumika kutafuta hela ya kula, na hiyo sehemu ndio inanifanya mimi hapa nipate hela ya nyumba. Nilikuwa naona bora kama itawezekana na tukikubaliana ili tuongozane kesho asubuhi kwenye hiyo kazi. Na mimi kwamba kila kitu kitakuwa sawa. Mimi sio ni kipingamizi hapo. Kama kazi tutafanya mimi na ndugu yangu. Sababu ndio kitu ambacho kimetutoa kijijini kinatuleta huko mjini. Hamna tatizo yote, tutafanya kazi. Sawa basi, labda niende kuchota maji kwa sababu najua kwamba hiyo ndio muda wangu naoga niko nao kuchota maji. Najua baada ya hapa tunaelekea kazini. Sawa. Nadhani kwamba kila kitu nimewaonesha ndani, jisikieni huru kama mko nyumbani. Geshi. Naam. Njoo huku mara moja. Nani? Hani ugaru wa jana usiku umebana umeme. Na ukiendaga chooni, yani mpaka mtu anakusahau. Hizi choo baba ni hatari. Hao naendesha huko. Hapa safi. Hapa safi. Yaani waga nakukubali ukiweka tu style yako. Unajua style.
Yaani inasababisha hata mtu wakati unaenda kuomba uchafu, unaona? Ukipita tu, mama hakuna za kuleta huko uchafu, anakuambia njoo. Kwa sababu gani? Unaona uko smart. Tena sio unakuwa mteja lazima umchangamkie, unaona? Yaani uchafu. Yaani unachangamka, usiwe kama vile mtu ambaye umelala umepigwa manguo. Baba uniachie hapo. Umeona? Mimi hapa nitazidisha. Umeona? Baba wewe nakuamini. Basi tujiandae kwenda kazini. Sio unakuwa mnajishikashika. Wewe unajua kitu kimoja hapa. Hapa ndio ile wanaswahili wanakuambia sema 3 bila, hapana. Hapa ni moja. Yaani moja kwa moja. Yaani jamani, unajua mimi katika maisha yangu mimi huaga sitaki uvivu, unaona? Yaani nataka mtu ujiachie. Sio unakuwa kama muogo. Kwa kama muogo mtamu, sio kama muogo mchungu. Yaani unafanya kazi Umeona? Tena si neno mbili. Jaribu kuwa sharp. Unaona ndio ile Waingereza wanakuambia kuwa sharp. Sio unakuwa kama mzee. Umeona? Yaani hapa ndio tunakwenda kuchapa kazi. Kwa sawa. Sio unajiachia. Kwa sawa. Anaona kwa sawa. Ndio hivyo. Unajua ndugu yangu. Maisha mjini unatafuta mlango kogota mlango. Lakini hapa nyumbani hapa nakwambia hapa mama Zai huyu. Mama Zai ananitungiaga, yani unaona juzi ile tumekuja. Mlango ulikuwa uko wazi kabisa. Yaani hapa kijijini kwa tuache mlango wazi. Hapa yani utaiba nini? Kama kitana wamekusafishia. Nakwambia utaniiba nini? Mimi mwenyewe nalalia ngome najifunika kwa utaiba nini? Tangulia. Tunakwenda. Pesa huko. Vituko vyako vitu vya zamani sana. Unajua mtu maisha. Unafanya na uvivu bwana. Unafanya na uvivu. Chapeni kazi ndugu yangu, hapana mfanya kona. Nini wewe? Nini pananuka nini? Ona mimi sitaki vitu kama hivi. Wewe fanya kazi pananuka. Ona jamani, sukumeni huko. Sukuma sio unaleta uvivu, nini haukula? Jamani uchafu wewe. Sio unasema eti uchafu. Pigeni kelele. Uchafu. Mwenye anajua amejaza uwani uchafu walete. Pesa 200 tu, pesa 200. Jamani uchafu. Uchafu. Hakuna uchafu. Jamani uchafu. Mwambie kupatie pesa. Mama mwajue. Haitoi kwa sababu ya njaa. Sasa jamani, mimi nadhani kwamba zangu umeziona hapa kwenye nimesia. Naona hapa kwamba nikuweka hapa. Sasa hapa nimezoea kupitia kwa manitilie sasa. Sio vizuri. Nilikuwa naona unatia hata na nyuma huko. Nakumbuka nimeweka kwenye mfuko mmoja. Sasa wewe 300 tu? Ngapi? Hizo. Amechukua kule mama wa kwanza tumeanzia kuna ule wa mwisho. Yaani unaona leo tumefanya kazi alafu mtu atakula lakini unaona kwamba ila leo haiko sawa, ila leo ni ndogo. Sawa, kutokana na gisi labda tuseme kwa sababu ya kiwinter, unaona mvua. Watu wengi mvua ikinyesha waga wanatega ile mfereji. Unaona watu washazoea kureshareshisha. Mtu anashinda kuweka mfuko. Sasa jamani, mimi niko naona hii ni hela 2000. Nilikuwa naona bora tutoe ndogo ya kuemea nyingine tuweke. Emea ndogo za kubaki tunagawa. Hatakuwa tu wazi hapa tunagawa. Hata 10 anachukua na igawa. Tunagawa hata iwe 100, iwe baki ngapi tunagawa. Hata iwe 10, iwe 20 tunaigawa wasichana wanaume. Wewe unataka ule hujui kesho pako vipi? Kama mvua ikiendelea inanyesha. Boka atanuzia kama anajua tukiweka hela. Ona, tuchukue ndogo tuende kwa manitilie kama vipi, zingine tu. Basi umeshinda. Hii la 700 hii ya mshoti.
tutakulia tukutilie tumboni. Geshi. 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 Huyu jamaa yupo. Ninakutembea sana. Sasa mbona utasaidiza maji ya kunywa huko? Kuna kama nitilia alafu sikunywa maji tu. Kuna nini tena? Mimi vitu hivi sivikubali. Yaani mtu unakuwa unafanya kazi kila siku unafanya kazi. Mimi hivi vitu hivi sivikubali. Sasa kuna nini tena? Yaani sehemu ambayo nimeweka hela, ona hela ambayo unakutana. Sasa wewe jana simwambia Ngeshi achukue ndogo zingine acha. Kuchukua hela ndogo. Mtu mwela 5000 uchukue uache 100 ndo unachukua hela ndogo. Hii ni kuacha 100 ndo unachukua hela ndogo. Labda atakuwa amejiazima. Kujiazima? Fanyana makosa bwana. Hii ikachukua ndogo sasa 100 ikachukua ndogo. Mbona inaonyesha mtu anakuja anaweka hela yake hapa alafu anakutana hela yenyewe. Kuna nini? Ama kweli kila siku mfanya maovu hujui kama anafanya maovu. Sasa hii nini sasa? Hii nini? Maovu. Yaani wewe unahisi kwamba umetumwa na shetani wewe. Umetumwa kabisa umetumwa. Hii nini umefanya sasa? Oya Ngeshi. Wewe kama unajua umepeleka pesa zirudishe. Kwa sababu asubuhi hapa tumeacha tunakwambia chukua ndogo, zingine uache hapa tutakuja kuongezea. Sasa wewe pesa umechukua zote. Na kama kuna ushahidi zote. Na mimi nauliza hivi, kama mna ushahidi kama mlichukua hizo hela nitazirudisha. Kaa kimya. Mimi hakuna mtu ambaye tumeacha hapa. Mbona huna huruma wewe? Mbona hauna huruma? Yaani mtu mzima kabisa unaambiwa uchukue hela ndogo alafu unachukua hela yote. Hela 100 mbona toche hii 100 itafanya nini sasa? Wewe unaona nguo inanyesha kila siku hapo unakuja unachukua hela yote tunaacha 100. Mimi nimeshachoka tena nimechoka kabisa. Mimi nimechoka. Yaani tunaishi na majini, si ndio? Tunaishi na majini. Mambo kama hayo wewe unatizama na vitu vya kufanya. Mvua inanyesha usiku na mchana. Tunakosa utamu. Mimi sikizi. Ngeshi acha ukaidi, rudisha pesa. Ukaidi gani? Ona leo tukupata pesa sasa tutakula nini? Mimi sijui ni mko watu wa aina gani. Sasa mimi sikizeni niambie. Mimi ile ambayo mnaacha, hii hela ambayo mnaacha ni tabia ambayo mnaonyesha kwamba mimi hata nikiacha kesho 10,000 au mambo 30,000 nitakutana franc 5,000 katika hela 30. Sasa mimi nasema hivi, kama hamtaki kurudisha hela yangu, mimi nakwambia hivi, mimi nitabakiana na huyo mkubwa wako. Wewe ambao unakuwa mwizi na hii tabia, mimi naamua kutimua hapa nyumbani kwangu. Unasemaje? Kuliko kuomba ngoja nimuoneshe. Hivi Ngeshi uona tabia gani lakini? Tabia za kijijini zote umeleta huko. Sikiliza, hata watu wanaishi barabarani na nakwambia mimi hakuna mchezo, sihitaji mchezo katika nyumba yangu. Nitabakiana na watu wema, watu ambao wanahitaji amani. Wewe sihitaji nao. Kamata mzigo wako. Toka kwangu. Toka. Nyumba haiko kufanya ukalala ndani wewe. Hicho kibanda. Au kulala kibanda ni cha pombe wewe. Tena kuomba kabisa. Kibanda cha pombe wewe. Utajijua na wewe huko. Toka ondoka mwizi mkubwa. Sikutishi. Hii nyumba hii. Chicha nyumba ndogo kama chicha kwanza chukua. Mpatie vitu vyako. Unasemaje? Mpatie vitu vyako. Hii sio vitu vyangu. Hii ni begi yangu. Chicha. Kuliko uome. Wewe kaa kimya sasa. Wewe ndio sisemi. Msema wapi ndio mimi sihitaji. Poa, nipatie poa. Unakuja unanitisha mimi. Na kuhifadhia nafasi ya kulala mnalala hapo unakuja na mimi. Nyumba hiyo. Nini? Nalala usiku mzima na nyeshwa na mvua hakuna. Sawa kama unanyeshwa nenda useme moto. Anakwenda. Nenda anakwenda. Toka. Shetani wewe. Nenda wewe umetumwa na shetani. Toka. Tena wasagere nakwambia wewe tena hujamshonganisha kabisa wewe. Yaani wewe hata usoni wako unaonekana wewe mwizi kabisa. Na utabomolea tu manyumba nakwambia. Yaani mjomba hali imezidi kuwa ile. Mjomba, na baada ya hapo mlipokosana na ndugu yako, kipi kilichofuatia? Hapo ndo imezidi kabisa.
Samahani. Jambo. Nilikuwa nataka nikuulizie. Mdogo wangu tumepoteana muda mfupi. Yaani somo kuna wala somo uwe iko na jogoo tu. Hatufahamu. Sawa, nashukuru. Ndio. Bila samani. Shikamoo. Marhaba, jambo. Mimi mzee wangu. Nilikuwa na tatizo sana kubwa sana mzee. Ningependa unisaidie. Tatizo lipi? Tangu jana hapa sijala. Hata tumboni hapa inadai kabisa. Pole sana. Ningependa kama una chochote tu ungenisaidia ili tutakuwa fanya vizuri sana. Sasa niingie dukani mara moja alafu nakuja kwa. Nashukuru sana. Nzuri, tukaribu. Asante. Nilikuwa nahitaji mafuta ya nywele na ya mwili ya kike. Kama mafuta yake. Poko super clear na Hiyo ndio nimetumwa hiyo. hiyo ni 7,000. Lakini nadhani 5,000 hapo nitapata. 6,000. Hiyo mafuta ya nywele na mafuta mwili. Vipi? Fresh tu. Wafali hapo. Yaani kuna mzee anasubiri hapa. Ushona. Mzee gani? Huyo mzee hapa umuone hapa. Sikiliza, kuna jili imejitokeza kazini kwetu pale. Sasa watu wae tukalipia. Sasa mzee watu nishamtumisha hapa tena ni anikosa hapa kama hatutakuwa vizuri kweli. Sikiliza, hapa ni mjini na hamna kugota. Twende. Jambo. Kaka, nikusaidie nini? Nilikuwa naulizia kama kuna uchafu ili niweze kupeleka. Uchafu? Uchafu upo lakini bado mdogo. Bado mdogo kabisa. Hamna tatizo, basi nitarudi siku nyingine. Haya. Kaka, hebu njoo. Mama. Nilikuwa nazungumzia kama unaweza ukanipatisha mfanyakazi. Mfanyakazi wa kike wala wa kiume? Wa kiume. Nipatie wiki moja, mimi nitakuletea majibu. Nitakwenda kumtafuta. Kaka. Wewe kabisa. Nitakuletea mama, usijali. Mbona wiki ni?
Kwa sababu nikizama na mitikasi ambayo niko ndani, yani itanifanya nikawie kumpata. Basi shinda gani? Kaka, hebu hiyo. Nilikuwa nasema hivi, kwani wewe huwezi kunifanyia kazi? Mimi inawezekana, lakini kazi nafanya. Lakini sasa kuna vitu ambavyo niko ndani, basi mimi nakwenda kujifikiri baada ya siku mbili. Kwani kabisa? Ndio. Nitashukuru kaka yangu. Sawa. Unajua nini John? Siku hizi uchafu na alafu sijui nini. Yaani watu tunakuwa tunatafuta uchafu na ukosa, na unaona siku hizi hatupati pesa tena. Sikiza kwambie sasa. Kuna sehemu niliyopita nimeona kwamba tukijiunga nao tunaweza kufanikisha kazi yetu. Na hiyo fasi kusema tupafike mpaka twende na mwenyeji wa pale, kwa sababu hiyo sehemu wanachukua watu ambaye wanafahamiana. Mimi ningependa tu kama kesho tujiunge twende pamoja. Mimi nadhani hiyo ni asusi nzuri. Kwanza unanikumbusha kitu. Juzi kuna mama mmoja nimempitia hapa mtaa hapa Bururi. Sikwenda nikamuuliza ya uchafu. Akanambia uchafu ni mdogo. Ndio ile ambayo nilikuwa. Sasa nikaona sina mengi ya kuzungumza, nikamwambia nitarudi siku nyingine ukiwa mwingi. Mimi napiga tamwe mbili hivi atanirudisha. Eti usiku nipatisha mfanyakazi. Nasema mfanyakazi. Mimi nipatie kama wiki nzima nitakuwa nimekuletea. Sasa hapo hakutaka kama nitaondoka, akataka mimi ndio niwe mfanyakazi wake. Ikabidi nimwambie bwana nipatie siku nijifikiri. Sababu nimeona nikifanya kazi ile na sijampata ndugu yangu itakuwa tena noma hiyo. Kisha Bwana Sengeri, ningependa kushauri sababu katika hiyo kazi hata mimi nilikuwa naitafuta hela kwa sasa sijaipata, ila wewe umefanikiwa kuipata. Mimi ningeona kwamba hiyo kazi haitumiki, sababu hujui penye mdogo wako alipo, labda na maisha mazuri. Mungu akipenda unaweza kukutana na inshallah. Ni kweli. Lakini John, mimi naomba tu nipatie muda nijifikiri. Mimi nitakwenda kufanya kazi. Usijali. Nitakwenda kufanya kazi, lakini cha muhimu ni kumpata ndugu yangu. Ni kitu gani ambacho nimekufanyia mpaka kupotea? Nikikumbuka maneno ya mjomba alikuwa akisema, najisikia sina hata raha kufika kijijini tena. Ya Mwenyezi Mungu, nijalie kukutana na mdogo wangu, kwa maana hapa nilipo na uchungu na sijui mdogo wangu huko alipo yukoaje. Nilikuwa namhitaji mama mmoja hivi Mkunda,
Nahisi ni mama mwenye nyumba. Mama mmoja hivi mkunda hivi, sio mnene. Mama mwenye nyumba hii. Kuna mwingine mama mkunda hivi, yani sio mnene. Mwache apite. Shikamoo. Marahaba, ujambo? Zatoka siku ile baba? Nzuri tu, namshukuru Mungu. Naona ndio umekuja. Ya, ndio nimekuja. Haya, karibu. Shukrani. Jisikia uko nyumbani. Haya, pita, karibu. Tumemkuta Shalon. Shalon yupo yule pale. Okay. Oh, Shalon. Oh, mbona umekawia? Umependeza. Gari yangu imeharibika. Sina kazi, sijui utaenda biti yake. Niambie, kuna nani kwenye gate? Mtu wangu, fanya kazi tu. Kwa hiyo tutaenda saa ngapi? Unauliza? Sasa twende. Twende. Hai. Sengere. Naam. Wewe kuna podo. Oh, uchui yake. Umemsahau. Era kupodoa sana. Na pia pale ndio ile jamaa hata kuepo kupicha. Tutakuepo. Wapi tu nimeamua tu. Naona umependeza. Unataka kutoka? Ndio. Nahitaji jibu. Unajua unanishangaza sana.
Mimi nahisi kama hapa duniani kungekuwa watu wanafika hata 50 ambao unawaambia kitu wanakitekeleza, ingekuwa vizuri sana. Kwa sababu wewe ni mtu ambaye usioelewa, usioambiwa kitu na ukitekeleze. Mimi nishakwambia haiwezekani. Wewe unafikiri mzee kifahamu itakuwa vipi? Hivi wewe ni mtu gani ambao usioambiwa kitu uelewe? Unamaanisha? Kwa vipi? Yaani kosa langu mimi nikupenda wewe. Hilo sio kosa. Kosa ni mzee kufahamu kuwa mimi napendana na wewe. Kwa hiyo Sijakwambia kama kosa ni la kunipenda mimi. kosa ndio aje? Mimi siwezi. Hapo umegonga mwamba kabisa. Na umekataa. Nimekataa kabisa. Alafu unajipa jibu kabisa. Na nitajua la kufanya. Nini? Nitajua cha kufanya mundani. Wewe jua atakufanya kama utakwenda kumtafuta mwingine huko boyfriend, hapana mimi. Hapa ndani huko. Wewe unataka nijikokotee balawe. Nitajua la kufanya. Unasema? Wewe unajua la kufanya, uende ukatafuta huko wa boyfriend wengine, hapana mimi. Wewe unajua la kufanya kabisa.
Ngeshi, siku zote umekuwa wapi Ngeshi? Na umekuwa unatokea wapi? Yangu maisha unajua maisha tangu nitokee huko hivi maisha yangu yako potopoto tu sana. Kuna mzee mmoja alikuwa anaishi na mzee panga 500. Sisi tunatoka huko ndani sabati bali nimekusa. Mimi niko na siku nyingi sana na kutafuta kadhaa vile nimekuona. Na unaishi wapi sasa? Yaani hapo leo kwa kukoto. Na pale tunafika. Siku mbili tatu 4 5 5 tunanganganga tu njaa hapa. Nashukuru. Na naona ni pazuri tu. Sasa vipi unaishi na nani? Hapa naishi na ndugu yangu Reggie, ndio tuko naye hapa. Mshoni. Lakini nakushangona na mjango ni pazuri. Hapa ni pazuri ndugu yangu. Kama si maisha tu tunaona tu labda yaende tu mbele tu basi. Lakini hapa sio pazuri ndugu yangu. Sasa mbona badilika Sengeri? Leo umekuwa mnene ndugu yangu, fresheni zote. Ushaona sasa mjini, nakwambia mjini ni pazuri unakataa. Sikia nikwambie. Mimi hapo unaponiona hivi. Nimepata mama msamaria mwema hivi. Ameniokota wakati unajua wakati umefukuziwa kwa yule jamaa na mimi nilitaka namtoka. Yaani hivi unakuwa na mama mjini. Sasa hivi sasa ushaona faida ya mjini sasa. Yaani unafika mjini na unakuwa na mama tena. Ni mama tu mwenyewe amenipatia sehemu ya kuishi na ametokea kunipenda kama mtoto wake. Na kuna jambo lingine nilikuwa nakuja kukwambia. Alhamdulillah vitu tunakutana. Kitu kingine ameniambia kwa sababu nilikuwa nishamuelezea kwa nina ndugu yangu ambaye tumekutana. Akasema wewe ukimuona hamna tatizo, njoo naye nyumbani. Ameniambia kama nikikuona nikupeleke kule tutaishi. Yaani hivi na mimi nitakuwa na mama sasa na mimi. Hiyo ndio point sasa hii. Yaani hapo umeangukia ku point. Ndio hivyo. Maisha yote ni ya Mungu. Na kama yeye kusema hivyo labda Mungu yote ndio kafanya. Leo hii tunaenda. Sio naambia utaenda kurudi leo hii tunaenda ndugu yangu. Baby. Naam. Milala. Ndugu yangu hapana mchoko. Unalala kwa mwanamke wewe. Hivi tuna mgeni. Ndugu yangu umekumilala huko. Leo kuna mambo ya kike ndugu yangu, unalala saa hizi wakati kuna kazi pale, maji hajafungwa, afu ndio yangu unalala tena. Nilikuwa nimetoka kazi. Au na ujauzito sasa wewe. Yaani tunadhaliza yani sichana kike tu. Kazi pale imejaa pale, maji hajafunga afu unalala. Ni hatari sasa. Hapo sio kutukana ndugu yangu, unalala tena kuna kazi. Una mimba? Nilikuwa nimetokea kazi sasa hivi anasema anachoka. Mimi sikutumika, sikutumika. Sijalala hadi hivi niko hapa nje sijalala. Yaani sasa mimi siku mwanaume. Tuachane na HB. Ule ndugu yangu ambaye nakwambia. Tuko naye kijijini kule. Tunakuwa dishadisia vitu vinapita ndani ndio hiyo sasa naitwa Sengere. Ndio Sengere. Nikuna naambia. Ndio. Nashukuru sana kufahamu. Umeshaona? Karibu hapa. Yaani amefika mimi nimeshaona enda. Na kama shapata mjini. Umeshaona? Faida ya mjini ni nzuri. Ule mjomba alikuwa shamroga maskini na ndio maana alikuwa asikii. Kwanza nashukuru kwa kuona nimeweza kufika nyumbani na nimepaona. Na siku nyingine nitarudi hapo. Sema mimi acha niwache. Ikachi. Unawasha hapo? Hapo washe sinakwenda kuona mtaani. Hakuna pilipili hapo ikaa. Wewe hujaje? Kaa chini kwanza tuelewane ndugu yangu. Inawasha hapo kuna pilipili? Hivi. Unataka niwache nikule mtupu? Wewe angalia baba. Wewe unaniacha hivi hivi kwa hiyo.
nimejua nitatembea na pesa kwa sababu hapa. Wewe angalia, unajua kitu gani napendaga mimi katika maisha yangu, ushaona? Afu utajipa jibu mwenyewe. Mimi nazoea kijijini mwangu ukipenda viazi. Sorry. Nimejua nikatembea na pesa kwa sababu nimejua tu utakumbana na mtu njiani labda ataniomba pesa. Unapoenda shambani lazima uende na jibu. Ushaona? Acha sasa. Oye, kaa kimya. Ndugu yangu. Nashukuru. Ile zote hizo fare boti fanga 1500. Siku moja. Basi hizi 10,000 mtachangia na mzako. Mashikoko yalenga mpaka hii. Mpatiza kwake. Napenda pesa. Chukua zina watu. Okay. Mbona utakuwa jua hata mimi ni wasi. Tutazidi siku nyingine. Asante sana. Tunapita nakuja. Funga ni maji sio ulale tena wewe. Na wewe na maneno. Kwa mwanaume shoga fanya kazi hiyo. Vipi? Hali zenu? Nzuri. Karibuni. Nashukuru. Mama, kama jinsi nilikuwa nimekwambia, huyu ndio yule ndugu yangu Ngeshi ambaye tumekuwa tumepoteana kitambo. Ngeshi? Ndio huyu? Ndio. Karibu baba. Asante baba. Asante sana. Nashukuru. Jisikie uko nyumbani, karibu. Asante. Huyu ndio mama ambaye amepatia sehemu ya kujiegesha. Na namshukuru Mungu sasa siko tena barabarani nikihangaika. Mungu atamjalia inshallah. Tunashukuru sana. Shikamoo baba. Maraba, jambo. Maraba, mjambo. Naona kuna mgeni hapa. Kama Baba Nasi. Naam. Kama kisi nilivyokuambia. Ndo ndugu yake yule pale, kisha muona Mungu amejalia amekuja. Oh, la. Hongera sana kumpata ndugu yako. Sababu kwa huyu mji mtu akipotea kumpata inakuwa ni vigumu. Naona umefanya jambo la msingi sana. Karibu kijana. Alafu Ndio samani. Bila samani. Shikamoo. Marhaba, jambo. Mimi mzee wangu. Nilikuwa na tatizo sana kubwa sana mzee. Ningependa unisaidie. Huyu kijana tafikiri wewe tuliwahi kuonana sehemu. Ni wewe? Afu ulinitaka msaada. Mimi nikamwambia nisubiri naingia dukani, nilivyotoka sijakukuta. Yaani maisha tena, kuna mtu fulani amekuja akanizoazoa na nikaenda naye pale. Yaani mimi nitaka kusaidia afu nakutana nyumbani tayari ushawasaidia. Ndiye baba. Baba huyu mdogo wangu huyu. Ya tulionanaka sehemu, mimi sijamsahau kijana huyu. Sasa kwa hiyo mimi naona mama Nasi mimi nimechelewa, inabidi niwahi kazini, baki nao waoneshe wa ndugu zao wengine, mdogo wao na dada yangu ule waoneshe. Tutaendelea kuishi vizuri nao tu hapa. Yaani Mungu ndio amepanga hivyo. Basi jisikie huko nyumbani karibu, alafu mimi nimechelewa, labda tutaongea baadaye nikirudi kutoka kazini. Basi baki na ndugu zako hapo, utakuonesha na ndugu zako hapo. Haujakosea kuweza kuokota hao vijana, ni jambo la muhimu sana umefanya. Hii ni kuonyesha roho ya utu, na mimi naona kama naweza kupata na pingamizi lolote. Karibuni sana vijana, mjisikie mko nyumbani na mjisikie mko huru tu. Asante. Alafu nilikuwa napenda kuuliza, nimesikia kama kwa mmoja sijui wanaambia mko mnasoma vipi? Utapendelea kuendelea na kusoma au sijui wewe ulikuwa somo la ngapi tuone sitaweza kuwatafutia masomo? Mimi nilikuwa nafika somo la 9 na nitashukuru sana kwa kuona baba umerudisha shuleni. Na mwenzio vipi? Ulikuwa darasa la ngapi? Baba. Hapo mimi kama yani unajiangisha tu bure. Mimi shule mimi tangu natoka tumboni la mama yangu. Mimi na shule tupatane sana. Kwa hiyo tu nabaki hata nyumbani hapa nafagia inatosha. Kwa kweli baba Mileye, mimi nimeona tu mwache tu aendelee kufanya kazi za hapa nyumbani. Maana mtu asiyopenda shule hata ukimsomesha haitomsaidia chochote. Kaka nimekuja. Ndio. Bora kukumbushia ile ahadi ya shopping.
Sawa, sio mbaya, lakini kwa sababu hapa nimeishiwa na pesa, itabidi nikuandikie na nisheki uende BBCI ukachukue pesa. Alafu Mamire au vipi wa kaka zake wenyewe wana nguo? Nguo wanazo kidogo, lakini na wenyewe wanahitajika shopping. Basi itabidi kuongezea pesa kidogo, na sijui labda tutaongezea tu ndogo, hamna tatizo. Na wenyewe itabidi waende na dada yao kuweza kwenda kununua. Haina tatizo. Baba. Naam. Nimeona shangazi na kaka wana. Aka nakoni kasu. Niachie mtoto. Ndio yangu unanikwepa. Mimi niko nyumbani lakini mzee amenipatia cheki nataka kwenda ku BBCI nichukue hela afu nimletee nyumbani. Hicho sasa nataka nisikie sasa hapo. Lakini sasa mimi nikitoka ku BBCI nifikia tu hela mzee, afu nakukuta huko. Sawa. Yaani tu nikitoka ku BBCI vipi? Geshi. Nahitaji jibu langu limefika wapi? Shana. Unawezaje yani kunibebesha mdela msimama wakati unaona mimi na kipara lakini Shana? Yaani ni kitu ambacho hakiwezekani hata kidogo. Yaani unataka kunifunga macho yani nisioni mbele. Hivi unazinifikiria aje? Sitaki. Nimaliza hapo. Hivi wewe ni mtu gani usielewa kama nakupenda? Kumbuka Shalo, hata umri ukiona ucha umri hatuendani hata kidogo Shalo, lakini unataka uposti vitu ambavyo haviwezekani. Shalo hapana. Naomba unisamehe. Kwa hiyo wale sitakuelewa. Kwa sababu mimi naongea kitu ambacho unaelewa. Sio lugha ambayo naongea ambayo hautoelewa. Unaelewa lugha ni Kiswahili naongea. Sitoweza. Kunipenda si lazima. Mimi mwenzio kuja kwako sikuja kukupima. Habari ndo hiyo. Kunipenda si lazima. Mimi mwenzio kwako sije kupima. Habari ndo hiyo.
ingekuwa vizuri sana niweze kukwambia hapa tujafika nyumbani. Kwa sababu afadhali hata hivi kwanza nimepata muda mwafaka. Ngeshi, unajua wewe ni mdogo wangu kutoka mimi alafu wewe. Na ni muhimu ukiwa unakwenda sehemu mbaya niwe na kukosoa ili usipafike. Kwa sababu nikikuacha nasi maumivu yatarudi kwangu. Hilo kwangu siwezi nikakubali. Ngeshi, tumetoka kijijini tunakuja kukutafuta maisha. Nasi mwenyewe ndio umeanza na ukashupa sana tuje huko mjini. Lakini hatukuja kutafuta maisha kwa kupitia lawama za watu. Tumekuja kutafuta maisha ili tufuate sheria za kutafuta maisha. Umenisikia? Sasa kitu ambacho nimetaka nikwambie, mimi nimeshajua mahusiano yao katikati wewe na Sharma. Nishayaona kabisa na nimeshayachunguza. Hata kwa macho yangu hivi nishaona. Na kama unahitaji lawama kwa ule mzee, endelea. Endelea. Lakini usikie. Kwa nini unataka kufuatilia maisha yangu sana? Uyafuatilie kiundani kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Nakufuatilia maisha. Mimi nina maisha yangu na wewe ndio maisha yako. Sawa, kama nakufuatilia endelea na wewe. Lawama kwa ule mzee atakujia ni wewe. Sikiza nikwambie kitu. Lati hapa tungekuwa watu ambao wanapewa tunzo sababu ya umbe ungekuwa namba moja huko. Sawa basi, kama mimi mbea nakubali. Twende basi nyumbani. Nani? Nani? Mimi situkemea na watu wa Mbeya. Njia yako, njia yangu. Mbavu. Wewe Ngeshi, toka huko. Kama gisi ndivyokuambia. Ule ndo Sengeli na huyo kwa Ngeshi. Oh, nashukuru kufahamu. Sengeli na Ngeshi. Na huyo ndio mtoto wa kaka alikuwa anasomea naye. Ile ile alikuja kuishi. Nashukuru kwa mfahamu. Ndio umesema anaitwa nani? Jina lizuri sana. Nasikiliza muziki. Sasa nitafanyaje sasa? Yaani shughuli zimeisha ndani, sasa naamua kutulia hapa na sikia zangu muziki. Kweli. Acha poa. Sijamaanisha kwamba hamna ambaye anaupenda muziki. Najua sana kama sote tunapenda muziki. Lakini nataka unisikilize kwanza na mimi. Baadaye utaendelea na muziki wako. Sasa unaongea ngapi? Sitakuwa wewe. Ukiongea nitakusikia na nitakuelewa. Sasa wewe kama unataka kuongea, ongea nitakusikia. Ndio, najua sijamaanisha kama tuko wengi hapa. Najua kama tuko wawili sasa. Sasa ongea, mbona kama vile nakukera au vipi? Haujanikera kwa sababu unauliza swali ambalo halieleweki kabisa. Unaona? Na ndio maana nilikwambia hivi. Kama unataka kuongea mama, ongea. Hebu kuwa mpole basi. Mbona unaona kama vile nimekuuzi sana? Kama nikuuzi samahani sawa, Kama nikuuzi samahani. Maana acha. Kwa kweli mimi naona bora nikwambie tu. Kwa sababu na kitu ambacho kinaniuzi sana. Sana tu. Naona huenda nikiendelea na najizuia nitakuja kuasili kama yana. Kwa kweli kusema kweli na jambo mtu ukiongea ukweli huwa ni wa maana sana katika maisha ya binadamu. Kweli. Kweli ni kwamba nimeshatokea kupenda sana. Unasemaje? Nakupenda. Mbona kama inaeleweka na wewe?
Sasa hilo sijakuelewa kweli kweli. Ungerudia tena yani hebu rudia tena nikusikie. Nimekuambia kuwa ninakupenda. Unajua mama, huyo utani sasa. Tena unataka kunibisha gunila misumari kati na mimi pale. Ushona. Jaribu kunielewa basi. Kwa hiyo nimekosea. Hujakosea kinge sasa. Yaani hapo na utasababisha yani matatizo sasa. Yaani matatizo nataka kunipatia mama. Naomba unikubalie msio. Please. Naomba unikubalie. Nimeshaongea kitu ambacho niko serious. Basi. Nimekubali. Nakuso. Najua sana kama unataka badili. So dadie wala safi. Sasa chakula cha kwetu. Hivi kule kwenu sombe mnapata kiurahisi? Kule. Hamna baba. Wenda kama imekuja yani kwa watu ambao wanatokea huko. Ndio wanakuja wanazileta. Nakwambia hapa ni starehe kweli kabisa. Nasema usipate wale mtu anaweza kuja. Lakini naona hauli wewe. Yaani hapo ongea tumeshamaliza chakula lakini wewe unauma. Cheki mkeo. Unamuona hata kisamvu chenyewe amepika na kwambia hapa natamani niendelee na kula na sufuria yote. Kwanza kuna nyele hapo. Vipi bwana naona hauli? Lakini sote naona hapa tunakaribia kumaliza, naona wewe utafikiri apitia amna. Sawa unaniongelesha kisamvu nini lakini hauli. Sawa. Unasikia unaumwa? Baba. Nasikia kama vile nashinda kabisa sisi. Hauna apeti? Unaumwa? Mama Nasi inabidi umpeleke huyu kwa mganga huyu. Naona utafikiri hayuko sawa. Lazima peleke hospitali huyo. Maana hali ya hewa yako kwa Ulaya na huko kwetu joto. Tunaona jinsi joto linazonitoka mimi mama. Kampeleka hospitali wakamcheki kwanza. Mpeleke kabisa. Naona hayuko sawa. Au mwingine mtu anashinda kula jisikie vizuri. Au mabadiliko ya hali ya hewa. Hadi watu wanavaa koti mbili. Na joto la kwetu lazima apate malaria. Hapa sasa kwetu ni joto kwenda mbele. Baba mimi kama niulize timisi. Kwani mbona ule ukangu pale? Ukakako. Hao ndio wanaona kama mimi hizo nywele azitoe. Baba umesahau kama kuna jua likali. Bila nywele ndio hivyo tena kofia. Na kofia hatuna. Nancy mwanangu. Nancy mwanangu. Acha nielewe wewe bila jana ni aibisha. Mama ni kusari na hiyo. Mama Mbona nilifanya nini? Sasa jamani shetani tu amenipitia mama. Na isifanya nini na masomo tunaenda kusoma na tuletea mimba tena. Sikutegemea Nancy kama utanifanyia mimi mama. Mimi jamani kumgeni kwa shetani yupo. Mama naomba nakupangia mikono. Pesa zote babake amepoteza. Mama. Yaani mwana kusomea kupata ujauzito Nancy. Wanakula niumiza. Tumekupangia vitu vingi sana mimi na baba yako Nancy. Kwa nini unafanya hivyo Nancy? Mama Nancy. Unanifanyia hivyo mama. Mama gani? Shangazi yako somo na ubeba wapi? Mama shangazi yangu. Basi mwanzo unasema unatuletea
ujauzito lakini naenda msamaha. Ananiumba. Na isi wasoma tu unasema unatuletea ujauzito na isi. Msamaha gani? Shangazi haibu utaipeleka wapi mtoto wangu? Nitamwambia nini baba yako Nancy? Sasa nitamwambia nini baba yako mimi Nancy? Hapana mama. Jamani, vipi kuna nini hapa? Karibu mama, karibu. Asante. Kuna nini? Karibu. Vipi wewe nao mmeniita haraka sijui kuna nini? Karibu. Tuna mazungumzo tu kidogo, karibu. Ya mimi na haraka, kazi ni nyingi huko, watu wananisubiri sana. Asante. Subiri sana. Marhaba, vipi habari zako? Kuna nini? Kuna usalama? Kuna usalama? Vipi maana siku nani? Mbona siwaelewi? Na siku nani? Nauliza na siku na nini? Na si niko nauliza kuna nini hapa? Ngeshi! Ngeshi! Namba! Sengeri! Naam, nawahitaji hapa. Ngeshi! Naam. Njoo na mwenzako huko. Namba. Upande wa pili. Nauliza hapa kuna nini mkazi? Nauliza jamani. Baba, tamia baba. Nikusamee nini? Kuna nini? Nikusamee nini? Umenikosea nini nitakusamee? Mbona ndio kama utanisamea baba? Yani nitasamee sijasikia. Nauliza. Na mimi. Mama yake na mama. Nauliza nataka kujua mimba ya nani? Ngeshi huyu, Ngeshi huyu. Huyu hapa mwenye mimi nafuga humu ndani. La, hedi ningefuga kuku nikawa nakula mayai. Roba. Lakini hivi mimi nauliza, dada. Yaani mtoto huyu anabilia mimba humu ndani kila siku mnashinda naye humu ndani. Mama Nasi. Unachunga nini? Nyumba ni ya nani? Nyumba ni ya nani humu ndani? Dada na wewe tunaharibikiwa huko hapa. Oh. Wewe. Yaani hivi ndio shukrani yenu mimi nimewaleta hapa tu mje mnoneshe haya. Mimi simu Nasema hivi, wewe nasema hivi, chukua kilicho chako. Unakiona kidole kifate. Naomba ufuate kidole, chukua kilicho chako. Ondoka. Wewe nenda wapi? Wewe utoki hapa. Wewe ndio umeniharibia alafu unataka usimame na Nani kunifanyia hivi Ngeshi? Nasema hivi. Subiri kwanza nikuonyeshe kwanza. Wewe dawa yako ni polisi. Tunakwenda polisi. Na ujeuri wako wote na kitendo ambacho umenitendea maisha yako Msaga. Hivyo usikatae, mimi nakuweka humu ndani na kusaidia na wasomesha nafanya hapo malipo. Ndo malipo haya. Haya ndo malipo. Alafu mtazame kisi mjeuri. Subiri. Nikusamee nini? Unaniaibisha usikatae. Na masomo yote na kusoma naona niko na yaani hivi ndo aibu unaniweka, aibu gani ya? Wewe mwisho wako wewe ni jela. Nakwambia hivi, polisi ndo utaishia huko Msaga. Haiwezekani mimi mtoto wangu mimi unibebeshe mimi usikia hata na halo, hapo kituo cha polisi. Ni mjomba wangu. Hadi nikafika kasi ambapo sikutarajia kama nitafika mimi. Mimi sikutarajia mjomba kama naweza nikaingia jela mimi nikaonja jela mjomba, yani sikutarajia. Mjomba. Yaani baada ya siku tu mbona tu wanakuja wanifungua, yani sikujua kinachoendelea ni kitu gani. Ndio basi unaona niko hapa mjomba. Yaani mjomba, ningependa unisamehe kwa yote nimekufanyia kwa sababu kama ningetekeleza ambayo uliniambia mjomba, haya yote hangekuwepo katika maisha yangu. Mjomba, mimi nimeshakusamehe siku nyingi. Mjomba, nimekusamehe. Mjomba, mimi nimeshakusamehe. Ngeshi, mimi sioni budi ya kujilaumu. Nahisi kuwa hayo yote tu ni mipango ya Mungu. Hayo yote ni mipango ya Mungu. Na wewe kujuta sio peke yako.
labda Mungu ndio kapanga. Ni kila mtu anapofikiwa na matatizo lazima ajutie kile kitu ambacho alichokifanya, na nahisi anayejuta yeye ndo anayejua jinsi ya kujikosoa. Na maisha ni mipango ya Mungu, hiyo moja inaandikwa, kila mtu anajua. Sio ni budi au kujuta sana, lakini unapaswa uelewe, mtu anapojutia kitu ambacho alikifanya hapaswi kukirudia. Ila ni kumshukuru Mungu kwa kuona umeweza kufika salama.